Wamiliki wa mashamba eneo la kitongoji cha Relini na Maritoni kijiji cha Malula kata ya Malula wilaya ya Arumeru wamemwomba Rais Samia kuingilia kati kuzuia uvamizi wa ardhi yao unaofanywa na halmashauri ya Meru. Na paka nikakua na shamba hiyo kutoka nikiwa mtoto paka leo, hiyo shamba ni ya kwa Ahmed Okash. Tumeona maafisa wanapima. Je, nyie kama wakazi wa ile eneo mmeshirikisha nini wito wako? Wale ni kama wanataka kuiba, yaani ni wizi tu inatumika hawa watu. Hato mimi siwajui, lakini mwenyekiti wa kijiji na wa kitongoji walikuwepo pale tukipita. Wewe ni mzee hapo kwenye hili shamba. Hili shamba labda kwa ufupi historia yake kidogo, ukubwa pia hili ile ukubwa wa ile shamba ni eka 2000. Ukubwa wa ile shamba eka 2436. Kwa majina? Mimi naitwa Timothy Paul Ndiudi. Kwa upande wa mashamba ya Ahmed Okash na wananchi hao wamesema licha ya kushinda kesi katika mahakama ya rufaa wameshangazwa na uamuzi wa halmashauri kuvamia eneo hilo, kuanza kupima na kuweka beacon. Wameshashinda kesi na familia imeshagawanya. Kwa sasa hivi hatuna taarifa kabisa tudanganya. Hata mwanzo hamkuwa na taarifa. Mwanzo tuliona si watu wakiweka mabikozi huku. Hawakuwa na taarifa. Hatuna taarifa. Mimi naitwa Jerome Yakurwa. Nimekodisha shamba. Walikuja watu wenye gari na cruiser wako na DFP. Tukauliza DFP. Nikauliza jamani, mbona mnapima tena huko? Baadhi ya wakulima katika shamba hilo wamesema walishuhudia maafisa wa halmashauri wakipima na kuweka alama katika shamba hilo. Wakaendelea wakasema kama mna maswali zaidi tuweze kuuliza, ulizeni mwenyekiti. Ndivyo tulipewa jibu. Labda wakati walipokuja huyu mwenyekiti wa kitongoji naye alikuwepo ambaye tumeongea naye sasa hivi. Mwenyekiti alikuwepo. Akasema mwenyekiti zaidi kama mna shida muulizeni mwenyekiti. Sawa. Kwa hiyo ni kweli kama wameweka wapi na beacon? Beacon zipo kwanza kule Relini. Ukishuka huko chini inaonekana mfano kama hii hapa. Nenda pale chini pale kuna nyingine. Naonekana. Wanasema wanaweka kwa ajili gani? Hao kusema kwa ajili yao, ukiwauliza wasema hatuna shida ya kuuliza sisi. Tafuteni mwenyekiti mumuulize. Ndio jibu alisema. Kwa hiyo ni watu wa halmashauri. Walikuwa na askari na gari DFP, si gari ya serikali. Kweli ni mwenyekiti lakini sina hata ya kupima. Nani? Ana taarifa na yeye ni mmoja wapo katika hiyo timu. Ile point ya zamani mimi nilikuwepo. Walikuwa napima. Na hiyo kurudishia. Kwa jina mimi naitwa Safia Ahmed Okash, ambayo ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Ahmed Okash ya kesi namba 35/2012. Nimekuwa na hii kesi kuanzia 2012 na kufikia 2020 tukapata ushindi wa kuwa shamba ni mali ya familia ya marehemu Ahmed Okash. Mheshimiwa Rais na wananchi ni hao wanaoitwa viongozi, ukianzia mkuu wa wilaya, mkurugenzi, maafisa ardhi walioko ni halmashauri ya Meru wakijiita ni wataalamu. Wao wanatumia nafasi yao kuwaeleza viongozi wa siasa kwamba haya maeneo ni ya serikali, wakati wakijua si kweli. Mheshimiwa Rais, ukipata taarifa hii na kuomba viongozi wa ngazi ya chini kuanzia mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji na katibu kata pia alihusika kwenye zoezi hili, na mwenyekiti wa wilaya wa CCM wa halmashauri wa Meru na yeye anahusika kwenye zoezi hili. Cha kusikitisha sana ni kwamba serikali ya kijiji na serikali ya halmashauri wameungana katika kupora
maeneo ya nchi na hata eneo ambalo limeshatolewa hukumu mahakamani. Wito wetu familia ya marehemu Ahmed Okashi, tunaanza kwa kukujulisha Mheshimiwa Rais kwamba serikali iliyoko nyuma yako ya kijiji, ya halmashauri, wanatumia neno serikali kupora maeneo ya wananchi pasipo idhini ya wananchi, kwa sababu hata hiki kitendo cha kuja katika eneo hili na kupima na kuweka beacon, na sasa hii ni kwa mara ya pili, hakuna mkutano wa kijiji iliyoshiriki kutoa idhini ya wao kujiita kwamba ni viongozi wa serikali. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa Meru, mwanasheria wa halmashauri hiyo Jonathan Kiama, licha ya kukiri familia ya Ahmed Okashi kushinda kesi, amedai kuwa ardhi ni mali ya halmashauri. Kwanza niseme kabisa halmashauri au serikali initially haikuwahi kuwa na kesi yoyote huko nyuma, kwa maana kushtakiwa au kumshtaki Safia Ahmed Okashi na wala Timos. Kitu ambacho kilichopo ni kwamba inaonekana mnamo mwaka 2012 Safia Ahmed Okashi kama msimamizi wa mirathi ya Ahmed Okashi alifungua kesi dhidi ya wananchi 83 akiwashtaki, na katika maelezo yake alikuwa anadai eneo la Malula, na katika wananchi 83 walioshtakiwa wananchi ni kwamba maelezo yao wale wananchi ni kwamba pale waliwekwa na serikali, kwa maana hilo eneo lilikuwa ni eneo la serikali huko nyuma ambalo lilikuwa linajulikana kama Sanya Lelatama Game Controlled Area. Katika eneo hilo baada ya Game Controlled Area kuondolewa, maana yake kipande cha eneo hilo kikatumika, ndio kilichotumika kuanzisha au ndio eneo hilo ambalo likaanzisha uwanja wa ndege wa Kilimanjaro, ni sehemu hilo. Lakini halmashauri kwa nyuma haijawahi kuwa na lolote zidi ya Ahmed Okashi au msimamizi wake mirathi. Sasa baada ya wananchi kushinda kesi au ya Okashi na halmashauri imeenda kuomba likizo, sasa imekuwa tena halmashauri imeenda kuwagea eneo na kuweka biko na kesi mahakama hapa. Kwanza record za halmashauri haijaomba review. Sawa Kitaalamu nasema review. Halmashauri baada ya kuona kwamba pale kuna mgogoro kati ya wananchi hawa 83 dhidi ya Safia Okashi, halmashauri au serikali ilipata taarifa ikaitisha nyaraka. Baada ya kuitisha nyaraka ikagundua kwamba hizi nyaraka kwa maana ya hukumu, ikaona hukumu ina mapungufu. Sasa ile mapungufu yale ya hukumu, pungufu mojawapo kwanza, lile eneo lilikuwa ni la serikali kwa maana ya Sanya Game Controlled Area kwa mujibu wa GA namba 69 ya mwaka 74. Sasa pungufu mojawapo ni kwamba serikali kama miliki wa eneo hakujumuishwa kwenye ile kesi. Anakuja kushangaa naona watu wenyewe wanashtakiana. Sasa kwa sababu serikali wajibu wake ni kulinda amani, ikaona kwanza kabisa ya namna gani ya kushughulikia hilo swala. Sababu ilikuwa ni vurugu kati ya Ahmed Okashi na Sikuzani Amiri na wenzake. Serikali ikachukua hatua kwa maana sasa ambayo inaweza kusaidia katika. Hata hivyo, wakili wa familia ya Okashi, wakili Fridolin Gwemelo, amepinga hoja ya mwanasheria wa Meru na kuitaka halmashauri kuheshimu mahakama. Anafanya kazi Gwemelo and Company Advocate, ni wakili wa kujitegemea. Na wateja wangu ambao ni watoto wa marehemu Ahmed Okashi. Wateja wangu walinipa kazi yao ambayo ilikuwa kwenye hatua ya ukazaji wa hukumu, na ilikuwa ni kesi inayotokana
na kesi ya msingi ambayo ilikuwa ni kesi namba 35 ya mwaka 2012. Kesi hiyo mdai alikuwa ni Safia Hamed Okash ambaye alikuwa msimamizi wa mirathi ya marehemu Hamed Okash dhidi ya MC Sikuzani Amiri na wenzake 82. Kwa historia niliyopewa au niliyoisoma kwenye maamuzi, kesi hii iliendeshwa hapa Mahakama Kuu mbele ya Jaji Masala na kutolewa uamuzi kwamba eneo hilo bishaniwa ni mali ya marehemu Hamed Okash. Baada ya hukumu hiyo kutolewa, ndipo nilipoajiriwa na wateja wangu ambao ni watoto wa marehemu Hamed Okash. Waliniajiri kuanza ufuatiliaji na kukaza hukumu ya kile kilichoamuliwa na Mahakama Kuu. Tulipeleka maombi ya kukaza hukumu, maombi ambayo tulikutana na mapingamizi mbalimbali katika ukazaji wa hukumu wa eneo hilo, na tuliendesha mapingamizi hayo, na bahati nzuri tukafanikiwa kushinda mapingamizi yote walioyaweka, ambao walikuwa ni wajibu maombi ambao ni MC Sikuzani Amiri na wenzake 82. Baada ya mapingamizi yao yote kushindwa, katika hiyo kaza hukumu ambayo ilikuwa ni application namba 10 ya mwaka 2021, mbele ya naibu msajili Mrema alitoa maamuzi ambayo yalieleza kwamba ukazaji wa hukumu wa shauri hilo uendelee, kwa sababu miaka yote minne iliyopita wakiweka mapingamizi hawakuleta hamri yoyote inayozuia kaza hukumu isiendelee. Hivyo wakaamuru ukazaji wa hukumu wa eneo hilo bishaniwa, ambalo hukumu ilideclare kwamba ni eneo la Hamed Okash, uendelee. Baada ya maamuzi hayo ya Mheshimiwa Mrema katika hayo maombi namba 10 ya mwaka 2021, tuliendelea na maombi ya kukaza hukumu, maombi ambayo ilikuwa ni namba 21,700 ya mwaka 2025. Yalikuwa ni maombi ya kukaza hukumu namba 21,700 ya mwaka 2025, na maombi hayo yalikuwa ni kati ya Safia Hamed Okash ambaye alikuwa msimamizi wa mirathi wa Hamed Okash dhidi ya Sikuzani Amiri na wenzake 82. Maombi hayo ya kukaza hukumu yaliendelea na amri ikatolewa mbele ya Mheshimiwa naibu msajili Masati na kuruhusu ardhi hiyo au shamba hilo likabidhiwe kwa mshida tunzo ambaye alikuwa ni msimamizi wa mirathi ya Hamed Okash. Baada ya maamuzi hayo, msimamizi wa mirathi aliendelea na taratibu za kugawa. Baada ya kukabidhiwa hilo eneo, aliendelea na taratibu za kugawa eneo hilo kwa walengwa ambao walikuwa ni watoto wa Hamed Okash. Alifanikiwa kugawa eneo hilo na kujaza fomu namba 4 na namba 6, namba 5 na namba 6, samahani, fomu namba 5 na namba 6, na alifunga mirathi hiyo kuhusiana na eneo hilo. Hivyo mpaka sasa tunapoongea, eneo hilo wamiliki halali ni watoto wa Hamed Okash ambao wamegawiwa eneo hilo na msimamizi wa mirathi.